Ati niliposukua tu dawa ya Yesu, niliposukua tu dawa ya Yesu kwa mguu, nilipata ajali, niliposukua dawa ya Yesu nikapata uponyaji. Na akataa tosa perversion. Ambia huyo mtu nionyeshe. Wale watu wamekuja, mimi napenda Mungu sana. Revelation inasema kwamba siku za mwisho watu watakuja. Watakuja wataita moto, hata itatoka juu itashuka. Watafanya hata miujiza, hata vilema watatembea, hata vipofu mtaona wataona. I thank God because there is someone that my wife was sharing with me. Ati kutoka kwao walichukua wakaenda Mombasa. Sitaki kutaja jina, mnajua wale wanaenda Mombasa, mnajua wanaenda kwa nani? Wanaenda Mombasa, wamepeleka msichana Mombasa. Msichana amepatikana Kitale kama amekufa. Na alipelekwa Mombasa kwa yule mtu mnajua ameenda kuombea. Wale wapendwa, hapa kuna uponyaji. Amen. Mombasa kuna uponyaji. Na mimi siponyi mtu. Yesu ako hapa. Jesus is omnipresent, is present. Amen. Is altar. Mahali tu Yesu anahubiriwa. Mahali sadaka inatolewa kwa sababu yake Yesu ako hapa. Amen. Huyo Yesu hayuko kule Kisii. Yule Yesu hayuko Western. Yule Yesu mahali penye utaenda, penye utaambia ukukuja na kitu. Yesu ako hapa. Ukikuja hapa na uamini kutoka ndani ya moyo wako, ako tayari kukushughulikia. Yule sasa mama mwenye amekuwa anataka kuzika mtoto. Mfakati mtoto kwao ni Baringo, lakini msichana anataka kuzikwa Kitale. Kisii. Mwambie kule kwetu kufichulia mambo ambayo uelewi. Natangaza kuanzia leo. Si Bwana wafichulie mambo ya siri. Mambo ambayo yamekuwa yamefichwa ndani ya jamii zenu. Hizi ambazo hata wengine tumejengwa ndani zimekuwa zikitutesa. Si Bwana kufichulie na uingie kwa maombi ya kufunga na kuomba. Ninaomba siku moja ambapo utasikia ushirika wa kanisa hili wakiniambia pasa, si tupangie leo tukue na maombi ya kufunga ya wiki moja. Pale ndio utajua kwamba hakika Roho Mungu ameanza kufanya kazi. Hiyo wakati ambapo sitaona moshi ikitengenezwa pale. Unajua kuna watu wanakujanga, kuna wanafunzi walifuata Yesu kwa sababu ya vyakula. Walikuwa wanafuata Yesu si kwa sababu ya neno, walikuwa wanamfuata kwa sababu ya mkate na samaki. Kuna watu ambao wanakuja kanisani kwa sababu wanajua kwamba kule kanisani at least wanaweza tengeneza kama maji kidogo, tukunywe maji kidogo. Lakini wako wapi watu ambao watakaa mbele za Bwana waseme leo nimekaa siku 7, leo nimekaa siku 10, nataka Bwana aseme jambo juu ya maisha haya. Yale magonjwa yamekutesa ya kutosha. Nataka nikwambie jaribu Yesu kwa yule mtoto anakusumbua sana. Umejaribu maombi, umejaribu watu wameshindikana. Lakini jaribu Yesu Kristo, yeye anaweza. Hadi Yesu huyu mtoto anateseka ya kutosha. Lakini leo nimechinyima kwa sababu ya mtoto yangu. Umejaribu kwa sababu ya kazi siku nyingi. Umepeleka application siku nyingi. So ujaribu kufunga na kuomba. Uulize Mungu, kazi yangu nini ilifanyika? At the place of prayer God opens doors. At the place of prayer God comes down. I now decree and declare in the name of the Lord Jesus. May God come through because of your life in Jesus name. Si Bwana shuka kwa sababu ya maisha yako. Si Bwana achie neema ya kufunga na kuomba. Si Bwana achie upako wa kufunga na kuomba. Amen. Mnajua kufunga na kuomba si ile wakati umekosa chakula kwa nyumba na unasema hapa kila mtu anafunga. Tunafunga. Kumbe umeangalia budget umeona huna kitu kwa mfuko. Kufunga na kuomba. Juzi nimekuwa nyumbani kwa matanga ya jirani yangu. So I thank God tulipokuwa tunazika, I was one of the, nikaona ni wazee wamechakuliwa, nikaona si mimi ni kijana naweza ingia niwasaidie, nikachukua mjiko kuwasaidia. Mlevi mmoja akasema huyu pasa ni kubi na msumbua tu.